Kila asubuhi kuku hunifundisha jambo, sio kwa kuzungumza bali kwa tabia zao za asili. Na kadri nilivyozidi kuwatazama kwa makini, ndivyo nilivyogundua kwamba kila asubuhi huwa wanaacha masomo ambayo wafugaji wengi hupita bila kuyatambua. Leo nataka nikushirikishe masomo 8 ambayo kuku wamenifundisha na naamini yanaweza kubadilisha namna unavyofuga. Mwanzoni wakati naanza kufuga, nilikuwa nafanya kosa ambalo wafugaji wengi hulifanya. Nilikuwa namwangalia kuku mmoja mmoja, nikidhani hapo ndipo ningegundua tatizo. Lakini kadri nilivyozidi kufuga, ndivyo nilivyogundua kwamba mara nyingi kundi lote la kuku huwa linazungumza kabla ya kuku mmoja mmoja kufanya hivyo. Kuku mwenye afya huwa hataki kuwa peke yake. Anatembea pamoja na wenzake, anachakura pamoja nao, na kila mara anaonekana kuwa sehemu ya maisha ya kundi. Ndio maana kabla sijaangalia macho, manyoya au kinyesi, huwa najiuliza swali moja. Je, kundi linaishi kama kundi? Ukiona wengi wao wanachakura kwa bidii, wanatembea kwa uhuru, wanagombea chakula na maji kama kawaida, hiyo ni taarifa nzuri. Lakini ukiona tabia ya kundi imebadilika, usikimbilie kuwapa dawa. Tafuta sababu ni nini. Kwa asili, kuku hupenda kuishi pamoja. Hiyo ndiyo sababu mabadiliko katika tabia ya kundi yanaweza kuwa ishara ya mapema kwamba kuna jambo limebadilika kwenye mazingira yao au afya yao. Na hapo ndipo huwa macho yangu humtafuta mmoja mmoja ambaye bado hajafika kwa wenzake, kwa sababu mara nyingi somo la pili huanzia hapo. Ukiniuliza ni sehemu gani ya kuku ambayo haisemi uongo kuhusu afya yake, nitakwambia ni macho. Macho yanaweza kukuambia kama kuku ana nguvu, maumivu, hofu au kuna jambo limeanza kubadilika. Kuku mwenye afya huwa macho yake yako hai. Hayaangalii chini muda wote, hayaonekani yamechoka, na kila mara yanafuatilia kila kinachoendelea. Lakini usiangalie kung'aa peke yake, angalia tabia ya macho. Je, yanafuatilia mazingira? Hapo ndipo utapata taarifa muhimu zaidi. Kwa sababu kuku ni mnyama anayewindwa na wanyama wengine porini, macho yake yameumbwa kuwa makini sana. Ndio maana kupungua kwa umakini kunaweza kuwa ishara ya mapema kwamba afya yake imeanza kubadilika. Jaribu kufanya jambo hili kesho asubuhi. Msogelee kuku wako taratibu. Kuku mwenye afya atakutambua, atakuangalia na ataendelea kufuatilia kila hatua yako. Binafsi huwa najaribu kuyasoma macho yake kabla sijafanya jambo lolote. Lakini macho pekee haitoshi. Kuna somo lingine ambalo kuku hulifundisha bila kusema hata neno. Ukiniuliza ni sehemu gani ambayo wafugaji wengi huangalia lakini wachache huielewa, nitakwambia ni manyoya. Manyoya si pambo tu. Mara nyingi yanakuonyesha jinsi kuku alivyojitunza katika mazingira yake, na wakati mwingine yanaweza kukupa dalili kwamba kuna jambo linahitaji kuchunguzwa kwa makini. Kuku mwenye afya hutumia muda kujisafisha. Utamuona akipanga manyoya yake, akiyatikisa na kujinyoosha. Hizi ni tabia za kawaida ambazo mara nyingi wafugaji huzipuuza. Manyoya yaliyonyooka na safi mara nyingi huonyesha kwamba kuku anaendelea na tabia zake za kawaida. Lakini ukiona manyoya yamevurugika kwa muda mrefu, usiharakishe kusema ana ugonjwa. Jiulize kwanza, kuna nini kimebadilika? Je, banda lina joto kupita kiasi? Je, kuna msongo wa mawazo? Je, anakula vizuri? Manyoya yanaweza kubadilika kutokana na sababu nyingi. Mfano, lishe, mazingira, kubadilisha manyoya kwa msimu au matatizo ya kiafya. Ndio maana usifanye uamuzi kwa kuangalia manyoya peke yake. Yaangalie pamoja na tabia ya kuku, macho na hamu ya kula. Kila ninaposhika kuku siangalii uzito wake pekee. Huwa napitisha mkono wangu kwenye manyoya yake, na hapa ndipo unaweza kugundua mambo ambayo macho pekee hayawezi kukuambia. Lakini kuna jambo ambalo huwafanya kuku wenye afya waonekane tofauti zaidi kuliko manyoya yao.
ni namna wanavyokimbilia chakula. Kila ninapoingia na ndoo ya chakula, sipendezwi na kumuona kuku wanakula tu. Napendezwa na namna wanavyoitikia uwepo wa chakula, kwa sababu kuku mwenye afya huonyesha hamu hata kabla chakula hakijamwagwa. Kuku mwenye afya huwa si mvivu wa kutafuta chakula. Hata baada ya kupata chembe moja, ataendelea kuchakura na kutafuta nyingine. Hiyo ni tabia ya asili ambayo huonyesha uchangamfu na afya njema. Kupungua kwa hamu ya kula kunaweza kusababishwa na mambo mengi, kama joto kali, mabadiliko ya mazingira, lishe isiyofaa au magonjwa. Ndio maana usihukumu kwa kuangalia chakula peke yake. Linganisha na tabia nyingine ulizojifunza. Mimi huwa najiuliza swali moja. Je, hawa kuku wanakula kwa sababu chakula kipo au wanakitafuta kwa sababu wana nguvu na afya? Na baada ya chakula huwa natazama jambo lingine ambalo wafugaji wengi hulisahau. Somo la 5 ni maji, kwa sababu maji hayana mbadala. Baada ya kula, kuna sehemu nyingine huwa nayapeleka macho yangu kimya kimya. Ni kwenye maji. Sio kwa sababu maji ni muhimu peke yake, bali kwa sababu namna kuku wanavyoyatumia inaweza kukuambia mengi kuhusu afya yao. Kuku mwenye afya hunywa maji kwa utaratibu wa kawaida. Atafika, atakunywa, atainua kichwa ili maji yashuke, halafu ataendelea na shughuli zake. Ukiona tabia hii imebadilika ghafla, usikimbilie kwenye hitimisho. Jiulize kwanza, je, maji ni safi? Je, ni ya kutosha? Je, hali ya hewa imebadilika? Kuku wanaweza kuvumilia muda mfupi bila chakula, lakini hawawezi kuvumilia muda huo mfupi bila maji. Ndiyo maana upatikanaji wa maji safi kila wakati ni msingi wa afya na uzalishaji mzuri. Mara nyingi tatizo si kwamba maji hayapo. Tatizo ni kwamba maji yaliyopo hayafai kunyweka. Kusafisha drinker kila siku ni kazi ndogo inayoweza kuzuia matatizo makubwa baadaye. Kuku hawawezi kukuambia kwamba maji yamechafuka, lakini tabia zao zinaweza kukuonyesha. Lakini kuna jambo ambalo huwa siliangalii kwenye drinker wala kwenye feed. Hulitazama kwenye mwendo wa kuku. Na hii inatupeleka kwenye somo la 6. Mwendo wa kuku haudanganyi. Mwendo wa kuku hausemi uongo. Ukikaa pembeni kwa dakika moja tu bila kufanya chochote, utagundua kwamba kila kuku ana mwendo wake, lakini kuku wote wenye afya kuna kitu kimoja kinachofanana. Wanatembea kwa kujiamini. Mwendo wa kuku mwenye afya huwa wa kawaida. Hatembei kwa kuyumbayumba, haburuzwi na mwili wake, wala hakai chini kila baada ya hatua chache. Ndio maana huwa siangalii mwili wake kwanza, huwa naangalia miguu yake, kwa sababu miguu ndiyo hubeba hadithi ambayo macho hayawezi kuona. Mabadiliko ya mwendo yanaweza kusababishwa na mambo mbalimbali, kama majeraha, maumivu ya miguu, mazingira ya banda au matatizo ya afya. Usitoe hitimisho kwa kuangalia mwendo peke yake. Tumia pamoja na mambo mengine uliyojifunza. Kila asubuhi ninapopita katikati ya kundi, huwa sihesabu tu kuku. Ninaangalia namna wanavyosogea. Mara nyingi mwendo wao huniambia kama kuna jambo limebadilika tangu jana. Wakati mwingine taarifa kubwa zaidi haipo kwenye kichwa cha kuku, ipo kwenye hatua anazopiga. Na mfugaji anayejifunza kuona hatua hizi mapema, mara nyingi hupunguza hasara kabla hazijatokea. Lakini hata kuku mwenye mwendo mzuri anaweza kuwa na tatizo ambalo haliwezi kuonekana kwa macho. Na hapo ndipo kupumua kwake kunaanza kutufundisha somo linalofuata. Kuna jambo moja ambalo wafugaji wengi hawalioni, kwa sababu halitoi sauti. Ni namna kuku anavyopumua. Kuku mwenye afya hupumua kwa utulivu. Hahitaji kufungua mdomo wake mara kwa mara ili apate hewa, na kupumua kwake hakuvutii macho kwa sababu ni sehemu ya hali yake ya kawaida. Ukijenga tabia ya kuangalia kuku wako kila siku, utaanza kutambua tofauti ndogo ambazo jana usingeziona, na mara nyingi tofauti ndogo ndizo huanza kabla ya tatizo kubwa. Kupumua kunaweza kubadilika kwa sababu nyingi, ikiwemo joto kali, msongo wa mawazo au matatizo ya kiafya. Ndiyo maana usitoe hitimisho kutokana na jambo moja peke yake. Linganisha na tabia ya kuku
hamu ya kula na mazingira yake. Nimegundua kwamba mfugaji mzuri si yule anayekimbilia kutafuta dawa kila mara. Ni yule anayegundua mapema kwamba kuna jambo limeanza kubadilika. Na baada ya kuangalia yote hayo, kuna somo la mwisho ambalo huwa siliachi hata siku moja. Kinyesi husema ukweli usioonekana. Kuna sehemu moja ambayo wafugaji wengi huiepuka kuiangalia kwa sababu ya kinyaa, lakini ndiyo sehemu ambayo mara nyingi husema ukweli mapema kuliko sehemu nyingine zote. Huenda kisiwe jambo la kuvutia kukitazama, lakini kwa mfugaji kinaweza kuwa moja ya taarifa muhimu zaidi kuhusu afya ya kuku. Usiangalie rangi peke yake. Angalia kama mabadiliko haya yanajitokeza kwa kuku mmoja au kuku wengi. Angalia kama yanaambatana na kupungua kwa hamu ya kula, kujitenga na kundi, au mabadiliko mengine tuliyojifunza leo. Mabadiliko ya kinyesi yanaweza kusababishwa na lishe, maji, msongo wa mawazo, dawa au magonjwa. Ndiyo maana mfugaji mwenye busara hukusanya taarifa nyingi kabla ya kufanya uamuzi. Mimi huwa siangalii kinyesi kutafuta tatizo, nakitazama kuthibitisha kile ambacho tayari nimekiona kwenye tabia za kuku. Na hapa ndipo masomo yote 8 yanapoungana. Hakuna somo linalotosha peke yake, lakini yakikusanywa kwa pamoja yanakupa picha ambayo kuku wako wamekuwa wakijaribu kuonyesha kila siku. Nathibitisha kwamba leo hatujajifunza magonjwa ya kuku na hatujajifunza dawa. Leo tumejifunza kitu muhimu zaidi. Tumejifunza kusikiliza kile ambacho kuku wamekuwa wakituambia kila siku, kwa sababu kuku hawaanzi kuugua siku unapoona dalili. Huanza kuonyesha mabadiliko siku nyingi kabla. Naamini mfugaji bora si yule mwenye dawa nyingi zaidi, bali yule anayejua kutambua mabadiliko kabla hayajawa matatizo. Kesho asubuhi, kabla hujawapa kuku wako chakula, usifanye haraka. Simama kwa dakika moja, waangalie. Huenda kuku wako watakufundisha jambo ambalo hukuwahi kuliona. Na hiyo ndiyo sababu Rashi Poultry Farm ipo. Si kukufundisha ufugaji pekee, bali kukufundisha kuwaona kuku wako kwa jicho tofauti. Kama kuna somo moja ambalo umeamua kulianza kesho asubuhi, niandikie kwenye maoni. Nitafurahi kujua ni jambo gani kuku wako wameanza kukufundisha. Na kama unaamini wafugaji wengi watanufaika na somo hili, share video hii na mfugaji mmoja unayemjua. Tukutane kwenye kipindi kijacho.